Hii ni sehemu ya 8 ya simulizi ya Nyuma ya Pazia. Na katika sehemu iliyopita tuliishia kwenye malumbano baina ya Aisha na dada zake, na yote hiyo ni kutokana na wao kutaka kumpeleka Aisha kwenye shule ya boarding kinguvu. Lakini baada ya ushawishi wa Ramlat, Aisha ilikubali kwenda na maisha yakaendelea. Usiku wa siku moja nilimwamsha mume wangu Jamali na kutaka kumweleza yote yaliyokuwa yanaendelea ndani ya jumba hilo. Jamali mume wangu, yani kila unapoondoka hapa na kwenda kazini huwa unaniachia kibarua kizito sana. Jamali, kuna mengi sana yanayotokea nyuma ya pazia. Akiwa na shauku, Jamali akaniuliza, ni kitu gani hicho ambacho huwa kinatokea pindi ninapoondoka na sikijui? Ina maana ulishagombana na dada zangu pamoja na bi mkubwa na napaswa kusuluhisha? Kwa huzuni nami nikamwambia, mume wangu, humu ndani kuna hatari zaidi ya unavyofikiria. Sijui hata nikuelezee vipi. Mpenzi, siwezi kukuongopea. Hawa watu hawakupendi kabisa. Wanatamani kuona hata unakufa ili wamiliki mali zote hizi. Jamali akasema, hiyo itakuwa ngumu sana mimi kuamini. Ramlat mke wangu, wale ni familia yangu na ninawapenda sana. Hivi katika hali ya kawaida ni nani anayeweza kuamini ya kwamba bi mkubwa sio mama yangu wa kunizaa kwa jinsi anavyonitunza na kunijali kama mtoto wake? Sikia Ramlat, sitaki wewe uwe chanzo cha mimi kuwabadilikia. Nataka amani iendelee kutawala ndani ya jumba hili. Na kama wangekuwa wanataka niife, basi wangeshaniua tangu nikiwa mtoto. Nikamwambia mume wangu, mimi sikwambii uwachukie. Mpenzi, naogopa sana na ninajua ninachokisema. Jamali mume wangu, naomba tuondoke kwenye hili jumba. Jamali akasema, hapana, hilo haliwezekani. Hii ni nyumba ya baba yangu na alitaka watoto wangu wote wazaliwe na kulelewa ndani ya hili jumba. Hakutaka tutengane. Alitaka familia yake yote wawe ndani ya jumba hili kwa ajili ya kushare upendo, furaha na amani. Siwezi kuvuruga matamanio na malengo ya marehemu baba yangu. Nikataka kusema kitu. Jamali tafadhali, naomba nisikilize. Alinifunga mdomo wangu na akasema, acha kufikiria vitu vya ajabu Ramlat. Kama umepishana nao kwa lolote, nenda kawaombe msamaha na muendelee kuishi kwa amani kama ilivyokuwa kipindi cha nyuma. Mke wangu, jambo unalopaswa kufocus nalo kwa sasa ni wewe kunizalia mtoto. Bi mkubwa anatamani kuona wewe ni mjamzito na ninaamini atakutunza vizuri sana. Pia upendo wake utaongezeka maradufu. Baada ya kusema hivyo, Jamali alinikumbatia huku akiniambia, usimpe shetani nafasi mpenzi. Usiruhusu kabisa akatengeneza uadui kati yako na watu wa familia yangu. Baada ya kauli hiyo ya Jamali, nami nikamwambia, Jamali, najaribu kukukinga na hatari na wewe bado unaikimbilia. Unapaswa kuelewa kitu kimoja. Mimi sisemi mambo yote haya ili kujinufaisha, pengine uhisi kuna jambo nahitaji kutoka kwako. Hapana. Nachotaka ujue ni kwamba wale watu wanatamani kuona unakufa. Ni wakatili sana, na kuahidi ya kwamba sintokuacha mwenyewe. Nitakuwa kando yako katika hali zote. Na chochote ambacho kitatokea, basi nitakuwepo ili kukulinda. Nikasikia mtu akinong'ona kwenye masikio yangu, mke wangu amka, muda wa swala umefika. Nilifikicha macho yangu na nikamwona Jamali akitabasamu na akaniambia, pole mke wangu, jiandae na swala kwanza, baada ya hapo utarudi kulala. Alisema hivyo huku akinisaidia kuamka na akanipeleka bafuni kwa ajili ya kuchukua udhu. Baada ya mimi kumaliza kuswali, nilisinzia pale pale kwenye mswala wangu na sikujua hata ni muda gani Jamali amerejea kutoka msikitini. Na akaniuliza, kwa siku kadhaa umekuwa unaonekana kuchoka hivi. Mke wangu Ramlat, una shida gani? Jamali aliniuliza hivyo huku akinishika kiuno changu, na mimi nikamwambia, tafadhali mpenzi, naomba niache nilale. Wewe jiandae uende kazini. Kwa sauti ya utani Jamali akaniambia, siendi kazini bila wewe kunichagulia nguo za kuvaa. Nami nikasema, tafadhali Jamali, nahitaji kulala. Mume wangu alinigusa shingo na akasema, mbona joto limepanda mke wangu? Inabidi tumuite dokta.
hii hali imekuanza lini kwani? Na kwa nini ulikuwa kimya ukuniambia? Sipendi kabisa kuona unaugua. Huku nikitabasamu nikamwambia, niko sawa mpenzi. Wewe niache tu nilale, nikiamka nitakuwa vizuri kabisa. Jamali akasema, hapana, hauko sawa. Nimekuwa na kuangalia tangu jana usiku niliporudi kutoka kazini, na asubuhi hii naona joto lako limepanda. Alisema hivyo huku akimpigia simu daktari, na daktari akamwambia atakuja kunifanyia check-up majira ya mchana. Miongoni mwa vitu ambavyo navipenda basi ni pamoja na kumwandaa mume wangu kwa ajili ya kwenda kazini. Nitamfunga tai, vifungo vya shati lake, nitamvalisha saa na kumpulizia perfume pia. Baada ya hapo atanibusu kwenye paji langu la uso. Simu yangu ilikuwa inaita kwa muda na niliipuuzia tu kwa sababu ilikuwa ni namba ngeni. Niliamua kupokea na nilishangaa sana niliposikia sauti ya mpigaji. Alikuwa ni Kasimu, ex wangu, na akasema, nimefurahi sana umepokea simu yangu. Unaendeleaje mke wa tajiri? Mimi naye nikamwambia, naendelea vizuri tu. Na unanipigiaje simu asubuhi yote hii ilhali unajua mimi ni mke wa mtu? Kasimu akaniambia, samahani kwa hilo, ila nahitaji msaada wako. Naomba nisaidie tafadhali. Wakati nikizungumza na Kasimu, Jamali hakuwa bado ameondoka. Hivyo alikuwa akisikia yote tuliyokuwa tunazungumza kwa sababu niliweka loud. Nikamuuliza Kasimu, unahitaji nini kutoka kwangu? Kasimu naye akasema, naomba nisaidie kuongea na mumeo, anifanyie mpango nipate kazi kwenye moja ya kampuni za baba yake. Njaa itaniua Ramlat. Sina kazi yoyote kwa sasa. Naomba nisaidie tafadhali. Nilimwangalia Jamali usoni na akatabasamu. Kisha alichukua simu na akasema, ikifika majira ya saa 4 asubuhi, hakikisha umekuja ofisini ukiwa pamoja na CV yako, na tutaona tu kama unafaa kufanya kazi na sisi. Baada ya Jamali kusema hivyo, Kasimu alimshukuru sana. Asante sana. Mwenyezi Mungu awabariki na awazidishie mali zenu pia. Nitafika ofisini mapema sana. Nilikata simu kwa hasira na nikamwambia Jamali, inakuwaje unampatia kazi kiurahisi rahisi hivi? Jamali naye akaniambia, ni ex wako huyo. Nafanya hivi ili uwe na furaha. Huku nikiwa nimevuta mdomo, nami nikasema, sasa kama anahitaji kazi, kwa nini anipigie mimi? Ina maana hajui ni wapi kazi zinapatikana? Jamali akaniambia, Ramlat, ulinifunza mimi kuwa mkarimu kwa watu wanaohitaji msaada wangu, na siwezi acha kuwasaidia watu wanaohitaji msaada wangu. Kwa nini unakuwa mkatili kwake? Kwani hukuwa unampenda? Nikamwambia Jamali, hiyo ilikuwa ni kipindi kilichopita na sio sasa. Kwa sasa wewe ndo nakuzingatia zaidi, na hiyo ni leo na hata milele. Jamali alinikumbatia na akasema, asante sana kwa hilo mke wangu. Nafanya hivi kwa sababu Kasimu hakuwa mtu mbaya kwako, lakini pia ulimwacha kwa ajili yangu ujue. Huku machozi yakinitoka, na mimi nikasema, asante sana mpenzi. Asante kwa kuzingatia hilo. Wewe ni kiumbe wa kipekee sana. Jamali akaniambia, usilie bwana mpenzi. Nitafanya chochote ili mradi tu uwe na furaha. Mara zote napenda kukuona ukiwa na tabasamu kwa sababu wewe una thamani kubwa sana kwenye maisha yangu. Baada ya kusema hivyo, Jamali alinibusu na mimi nikasema, unachelewa kazini, hebu fanya uende, na Mwenyezi Mungu akusimamie, mipango yako yote ifanikiwe. Jamali akasema, amina mke wangu mzuri. Nilimsindikiza na alipopanda gari nikampungia mkono. Kisha kimoyomoyo nikasema, Mwenyezi Mungu, asante sana kwa kunibariki na huyu mume. Na baada ya hapo niliblock kabisa namba za Kasimu kwa sababu sikutaka usumbufu na kikwazo chochote kwenye penzi langu na Jamali. Ilipofika majira ya mchana, daktari alifika kwa ajili ya check-up, ambapo alichukua damu yangu kidogo kwa ajili ya vipimo, na aliniahidi kuwa atanipigia simu baada ya vipimo kukamilika. Na Nadra naye akasema, natumai sio hili ninalowaza. Nami nikamuuliza, unawaza nini kwani? Nadra akaniambia,
inaonekana kama una mimba vile. Baada ya kusema hivyo, watu wote wakaniangalia na mimi nilitabasamu, kisha nikamwambia Nadra, hapana bwana wifi, sio kweli. Hapa yenyewe nipo kwenye siku zangu. Hiyo mimba nimeibebea wapi? Nilisema hivyo nikijua fika kuwa nadanganya. Mama Omari naye akaongezea, ni kweli. Tangu jana sijamwona akiswali huyu. Bila shaka yupo kwenye siku zake. Na mama Nasibu akadakia, we mpuuzi wewe. Nani amekuuliza? Mbona unapenda kuingilia mambo ya watu? Mama Omari naye hakukaa kinyonge. Akamjibu mama Nasibu, kumbe linakuhusu wewe hili? Kipi kinachokufanya ujione una haki ya kuniongelesha mimi jinsi unavyotaka? Kuwa makini tafadhali. Itakuharibu shauri yako. Kwa hasira, mama Nasibu akasema, unataka kunipiga? Vipi kama nisipozingatia huo mkwara wako? Utanifanya nini? Mama Omari akamwambia, huo mkono wako ukinigusa hata kwa bahati mbaya, nitakupiga mpaka uwe wa blue. Mimi sina upuuzi kama wako. Kuna muda unapaswa kuwa hata na aibu, lakini ndo kwanza upo tu. Yaani ni tamaa tu ndo zimetawala kwenye kichwa chako. Upo kwenye nyumba ya mume wa dada yako na bado huna akili. Sijui ukoje wewe. Mama Nasibu akasema, yaani unadiriki kusema ya kwamba mimi sina akili? We mama Omari wewe, utaona nitakachokufanyia. Kwa haraka nilimshika mkono mama Omari na nikampeleka chumbani kwake. Na baada ya kufunga mlango, akaniuliza, we Ramlat wewe, una mimba? Kwa mshangao nikamuuliza, unasemaje? Mama Omari akaniambia, macho yako tu yanaonesha. Baada ya kusema hivyo, na mimi nikamuuliza, halafu ina maana ule mkwara pale sebleni ulikuwa unaigiza? Huku akikaa kitandani, mama Omari akanijibu, ndiyo. We unafikiri nilitaka kuzinguana naye yule? Basi tu sikutaka waendelee kukujadili. Huku nikikaa kando yake nikasema, wow, una akili sana we mama. Mimi nilibaki nimeshangaa tu. Imekuwaje leo namjibu vile? Sikuelewa kama ulikuwa unabadilisha mada. Asante sana kwa hilo. Mama Omari alinikagua mikono yangu na macho yangu pia. Kisha akasema, nitafurahi sana kama wewe ni mjamzito. Na kwa huzuni nikamwambia, hata sitamani kuwa mjamzito, maana kuzaa mtoto ndani ya hii nyumba ni kama kumleta kuzimu vile. Nitakuwa mama wa ajabu sana kumleta mwanangu kwenye mateso. Siwezi kufanya hivyo. Mama Omari akaniambia, kila kitu kitakuwa kimebadilika kabla hajazaliwa. Wewe ndio uliniahidi kwamba kila kitu kitabadilika hapa na patakuwa mahala salama. Na mimi nikamwambia, nadhani nimeanza kuchoka sasa. Jana usiku nilijaribu kumueleza Jamali kuhusu familia yake. Yaani cha kustaajabisha, eti Jamali haniamini. Ameniambia kwamba wanampenda sana. Mama Omari akaniambia, hata mimi lilinikuta hilo. Nilimueleza baba Omari, lakini naye aliwasapoti na akasema ya kwamba wanampenda sana na nisijaribu kuvuruga amani ndani ya hii nyumba. Aliniambia kwamba napaswa sana kuwashukuru kwa sababu wao ndo wanatulisha sisi, na kama haitoshi wametupatia mahali pazuri pa kulala. Nilimwangalia tu mume wangu na nikamwonea huruma kwa sababu najua ni lipi litakalompata. Baada ya maelezo hayo ya mama Omari, nami nikamuuliza, tufanye nini sasa ikiwa waume zetu hawatuamini? Mama Omari akasema, kwa sasa hata nimeishiwa maneno kwa kweli. Ila kikubwa tunachoweza kufanya ni kufichua tu maovu yote ndani ya hii nyumba kama hawatoendelea kutuamini. Baada ya mazungumzo hayo kati yangu na mama Omari, nilitoka hapo nikaelekea chumbani kwangu. Na dakika chache baadaye nilipokea simu kutoka kwa mume wangu Jamali akiniambia kwamba hatarudi nyumbani kwa takriban siku 3 kwani ana kikao cha biashara anachopaswa kuhudhuria. Lakini pia aliniuliza kuhusu majibu ya dokta na nikamwambia ya kwamba bado sijapokea majibu hayo. Siku iliyofuata majira ya jioni, nilikuwa nikibarizi katika jumba lile ili kupata hewa nzuri na nikasikia kelele kutoka ndani ya jumba hili. Nikapuuzia tu kwa sababu ilikuwa ni sauti ya mama Nasibu, mwanamke asiye na haya kabisa mpaka mumewe akamfukuza. Yote hiyo ni kutokana na tabia zake mbaya. Kelele zile zilitulia na nikaamua kuingia ndani. Lakini katika hali ya kushangaza,
nilimkuta Mama Omari akikusanya mizigo yake huku machozi yanamtoka, na alipotaka kuondoka nilimzuia nikimuuliza nini kimetokea. Mama Omari akaniambia, Ramlat, huwezi kuamini, mume wangu amenisaliti. Kumbe alikuwa anatembea na Mama Nasibu. Nimewafumania wakifanya mapenzi chumbani kwa Mama Nasibu. Mama Omari aliongea kwa uchungu huku machozi yakizidi kumtoka. Kwa mshangao nikang'aka. Nini? Yaani mume wako amediriki kufanya kitendo kama hicho? Huku akiondoka, Mama Omari akasema, ndiyo Ramlat, leo naondoka kwenye jumba hili na sintokaa nirudi tena hapa. Nilimshika mkono na nikasema, hapana tafadhali, naomba usiniache mwenyewe. Peke yangu siwezi kuhimili mikiki ya humu ndani. Sasa kama wewe ukiondoka, kitu gani kitanifanya mimi nibaki humu? Tafadhali, ndani ya jumba hili wewe ni kama mama yangu na dada yangu pia. Naomba usiondoke, nakuomba sana. Nilisema hivyo huku machozi yakinitoka, na Mama Omari akaniambia, Ramlat, hili la sasa ni tofauti. Nami nikazidi kumuomba, tafadhali Mama Omari, atakuja kuomba msamaha tu na atajutia kwa yote aliyoyafanya, ila nakuomba usiondoke. Ramlat, hujui tu, mume wangu mwenyewe ndo amesema mimi niondoke ndani ya hili jumba. Amesema hana mpango na mimi tena. Hebu nieleze sasa, ni kipi kinachonifanya mimi kubaki humu? Nilimbembeleza sana na nikamwambia Omari pia, muombe basi mama yako asiondoke. Omari akaniambia, Anti, kiukweli nimefurahi sana kujua kwamba leo tunaondoka ndani ya hili jumba na sitamani kabisa kurudi humu. Mama, hebu tuondoke. Baada ya Omari kusema hivyo, mdogo wake aitwaye Aiman huku akinikumbatia naye akasema, Anti, jitahidi uwe makini sana. Sisi tunaondoka, tunaenda kuishi na bibi yetu. Kule patakuwa ni mahali salama sana. Huku nikijitahidi kuwazuia, nikasema, tafadhali jamani, naomba msiniache mwenyewe. Sidhani kama naweza kuishi bila ninyi. Mama Omari alinishika mkono na akasema, tuliishi ndani ya hili jumba kwa sababu, na hivi sasa hakuna sababu yoyote inayofanya mimi na wanangu tubaki humu. Mume wangu hataki kuniona humu na watoto wangu pia hawataki kuishi humu. Ramlat, unapaswa kubaki kwa ajili ya mumeo. Usikubali kuwa mnyonge. Hatujui wana mipango gani kwa sasa, lakini naamini ya kwamba wewe ni shupavu na utaweza kukabiliana nao. Mwenyezi Mungu akulinde wewe pamoja na mumeo Jamali. Mimi ngoja niondoke tu, lakini nakuahidi ya kwamba tutawasiliana kila siku ili nijue hali yako. Baada ya Mama Omari kusema hivyo, alinikumbatia na wote tukaanza kulia. Vile vile Omari pamoja na mdogo wake walinikumbatia nao wakitokwa na machozi na kisha wakaondoka. Je, unajua ni nini kitafuata? Usikose kuungana nami katika sehemu ijayo ya simulizi hii.